Mwezi wa pili wa mwaka ni mwezi gani? February. Mwezi wa pili February. Umeona? So ni Jumapili ya kwanza na Mungu ametupa neema. Sasa na hii ni after church session. Kipindi ambacho kinakutana na vijana baada ya ibada, baada ya kanisa. Sasa bana, katika pitapita yangu nimetembea, nimeibuka katika kanisa moja la TAG PRC hapa Babati mjini kwa askofu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi PRC ni nini? Kirefu chake? Inaitwa Petrin Revival Center. Petrin Revival Center. Kwa tuko hapa, tumekuwa na kipindi kizuri, tumekuwa na ibada njema, tumesifu, tumeimba na tumesikiliza neno. So presenter wako ni John Mgendi, niko hapa na hii ni TAG Online TV. Niko na vijana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bana, unaitwa nani? Naitwa Ruth Jacob. Hey brother hapa. Theonas Lazar. Brother Daniel Gabriel. Sister hapo. Martha Pepe. Dada. Nimoki Margo. Ndio. Christina Leo. Grace Jacob. Mimi ni Mr. Jeremiah. Yes, sasa hawa ni vijana ambao wako wanapatikana hapa PRC TAG hapa kwa askofu. Sasa bana, wote tumekuwa kwenye neno hapa kanisani na mimi nilikuwepo. Sasa askofu wetu mkuu amesema kanisa anawapa vijana. Kijana hawezi kupewa kanisa kama hana hata ufahamu wa neno la Mungu. Kwa hiyo kwenye kipindi cha leo tunataka kupima kusikia, je, vijana wanapokuaga kanisani huwa wanaweza kusikiliza neno kwa usahihi? Manake ili utendee kazi lazima uanze kufanya nini? Kusikia. Si ndio watumishi wa Mungu? Sasa mkishasikia na kuelewa ndipo ukitoka kanisani unaanza kuchukua hatua. Bana, leo kichwa cha somo kimesemaje? Zitambue hila za shetani. Zitambue hila na mitego ya adui katika maisha yako. Na mchungaji ambaye ametuhudumia anaitwa nani? Peter Isavika. Sasa kuna kijana amesema tuzitambue hila za shetani. Na mimi nilikuwepo. Sasa katika kuzitambua hila za shetani, kuna mtu mmoja aliniambia bwana, shetani anazo njia ambazo anatumia kuwatega waumini. Tumefundishwa njia ngapi? 5. Njia 5 ambazo shetani huwa anazitumia. Njia ya kwanza? Hofu. Njia ya pili? Vishawishi. Njia ya tatu? Ama. Njia ya 4? Hofu. Sasa wewe kaka na mwenzako pale wote mna hofu. Maana mmetaja njia moja. Njia ya 4? Vifungo. Njia ya 5? Wasiwasi. Sawa. Sasa mimi nashukuru. Kuna namna kama wameelewa na wakashika. Sasa njia kweli zilikuwa ziko 5. Kutokana na jinsi ambavyo mchungaji katufundisha. Njia ya kwanza hata hawajaitaja, ilikuwa ni ujinga. Hakuna mtu ambaye ametaja ujinga kati yenu nyie wote. Njia ya kwanza, shetani anatumia ujinga. Lakini njia ya pili ilikuwa ni hofu. Hiyo imetajwa na watu wengi. Shetani anatumia hofu. Njia ya tatu ilikuwa ni ushawishi. Anatumia ushawishi. Njia ya 4 vifungo. Ni vifungo. Na njia ya 5 ni mashtaka. Anatumia mashtaka. Nipe mfano mmoja ambao Yesu alishawishiwa na shetani. Aliambiwa ibadili mawe hii kuwa mikate. Anasema badilisha mawe haya yawe mkate. Ndivyo shetani anavyofanya. Lakini Yesu alimshinda shetani kwa sababu alizigundua mbinu na mitego ya shetani. Kichwa cha somo kimesemaje? Zishinde tamaa. Kichwa cha somo kimesemaje? Zitambue hila za shetani na mitego yake. Kichwa cha somo kimesemaje? Zitambue hila na mitego ya adui katika maisha yako. Zitambue hila na mitego ya adui katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, hii ilikuwa ni TAG PRC na imekuwa ni session nzuri sana ya kupima uwezo wa vijana kulisikia neno. Tunajua kwamba mwanzo wa kutenda unaanzia katika kusikia. Kwa hiyo kama vijana lazima tunapokuwa ibadani tuwe makini kusikia neno na kufanya katika kulipeleka katika matendo. So hapa ilikuwa ni TAG PRC na hii ni after church session na TAG Online TV. Leo ni Jumapili ya kwanza mwezi wa pili, tutakutana wakati mwingine ambapo Mungu atatupa neema kufika mahali hapa tena. Hebu ongezeni makofi kwa Yesu kama vijana.